Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa umbali ambayo Bwana amenitoa. Kwa kweli mahali Mungu amenitoa ni mahali mimi kwa uwezo wangu na akili zangu singeweza. Mungu ni wa ajabu. Na jioni ya leo tu nimekuja kuwatia moyo wale mnapitia changamoto. Maybe wewe ni mgonjwa, maybe wewe umekosa chakula, maybe wewe umekosa kazi. Lakini nimekuja kukuambia kwamba Mungu wetu kwa hakika kwa wakati wake atakuja. Na wakati wa Mungu unapofika inakuwa ni bora zaidi kuliko vile wewe unavyofikiria. Kwa hivyo mimi unaponitazama, mimi nimekuja tu kukuonyesha jinsi ambavyo Mungu alivyoniokoa. Mimi nilipata ajali na nikaweza kuumia. Na kuumia kule siwezi kulia sana kwa sababu Mungu aliyeniokoa mimi kwa kweli ni Mungu anayeishi. Inawezekana kwamba siku hiyo singeweza kuamka tena. Inawezekana kwamba hata leo hii mimi ningekuwa natumika kama jina kama vile hayati, yaani mtu ambaye hayupo tena. Lakini Mungu aliniponya, Mungu aliniokoa na anazidi kutenda makuu katika maisha yangu. Unavyonitazama, ukiangalia kwenye kichwa changu, niliweza kukatwa kabisa na kioo ya gari na ilinikata kabisa mpaka nilikuwa nafikiria kwamba ubongo maybe imeweza kuharibika. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hakuruhusu zaidi ya vile jambo kama hilo litokee. Napoangalia kwenye miguu yangu, katika mguu huu wa kuume, napata pia kwamba niliweza kukatwa kabisa. Lakini Bwana amenisaidia mpaka sasa, ni sifa na shukurani namrudishia. Ukiangalia kwenye mguu wa kushoto, kwa wale ambao mnaweza kuitazama, hili lote lilikuwa ni jeraha. Ilikuwa ni jeraha kabisa, na hata hapa ndani nimeweza kuwekewa chuma. Na hii unayoitazama hii ni sehemu tu ambayo niliweza kubandikiwa tena. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ameniwezesha na ameweza kuniweka vizuri mpaka naona kama recovery si mbaya, recovery ni mzuri. Kwa hivyo nimekuja kukuambia nini? Nimekuja kukuambia kwamba katika maisha ambayo tunaishi, kuna mipango ambayo wewe kama mwanadamu unayapanga. Na katika mipango yako ambayo wewe unapanga, wakati mwingine huo unataka sana uweze kufanikiwa. Lakini nakuomba hivi, kwenye mipangilio yako na kwa vyote ambavyo unavifanya, naomba sana umuombe Mungu akuonyeshe ni kipi ambacho ni sahihi. Hata mimi ukiniuliza, nilikuwa nimepanga kwamba safari yangu ingeweza kuenda vizuri na niweze kurejea nikiwa salama wa salmi. Lakini haikuwezekana. Hayo yalikuwa ni mawazo yangu. Lakini kumbe Mungu alikuwa na mawazo mengine. Tukio linapotokea, sisi wanadamu tunalia sana. Na wakati mwingine tunajitenga na Mungu. Ila ninachokuomba katika shida yako, anavyosema Daudi katika Zaburi 118 fungu lake la 5, kwamba nalimuita Bwana katika shida yangu, naye Bwana akaniitikia, akaniinua na akaniweka mahali palipo na nafasi. Kwa hivyo katika shida yako wewe muite Bwana. Na kwa wakati wake Bwana atakuja. Na anapokuja, mimi nakuhakikishia kwamba Bwana anakutoa mahali ulipo, anakuweka mahali ambapo unafaa kuwa. Kwa hivyo nawatieni moyo. Wale mnapitia changamoto, maisha inawapiga, mambo ni mengi. Mungu wetu ana makusudi kwa nini haya yote yaweze kutokea.
na Mungu wetu ana sababu ya kwa nini haya yote yaweze kukupata wewe. Hii ni elimu tu, kabla hujaweza kulala katika mauti. Kuna elimu nyingi ambayo Mungu anatufundisha ili tupate kumwabudu na tupate kumrudishia shukrani. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Kuna ndugu ambao walisimama pamoja nami, wengine mlitoa pesa zenu kwa ajili yangu, Mungu awabariki sana. Wengine mliniombea mkahusika katika maombi, Mungu wa mbinguni azidi kuwaonekania, azidi kuwabariki na azidi kuwaongezea. Na kuna wale wengine ambao mmetupa chakula, mkatusaidia kwa njia moja au nyingine. Hatuna jinsi ya vile tunaweza kuwashukuru, lakini kwa njia hiyo tu tunaomba kwamba Mungu wa amani azidi kuwabariki, na upendo usiokuwa na kipimo wa Bwana wetu Yesu Kristo uzidi kuwa juu yenu, na tuzidi kushirikiana, tuzidi kushikana mikono. Matukio kama haya yanapotokea tunasaidiana, ili kwamba tunapokaa katika ulimwengu huu kwa muda ama kwa miaka ambayo tutakuwepo, tusiweze kukua maadui. Kwa hivyo Baba wetu ambaye aliumba mbingu na nchi na akatuumba kwa mfano wake, ana sababu ya kwa nini wewe upo leo, ana sababu ya kwa nini mimi bado niko hai. Tunapokuwa hai tusiweze kupiga kifua tukisema ni sisi, ila kwa siku ambazo tumepewa tuweze kumtumikia Mungu. Nafasi ambayo umepata katika maisha, pate kumtumikia Mungu. Chochote ambacho unakifanya, ifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana atakubariki na atakuinua kwa wakati wake. Haya tunayoyapitia na mapito tu, lakini kila jambo ambalo linakuwa na mwanzo lazima lina mwisho wake. Bwana awabariki na Bwana awe pamoja nanyi.